tunapoingia katika Agano la Kale na Agano Jipya, tunaona bado Agano la Kale, kumbuka Mungu anasema na manabii. Kitabu cha Isaya 45 mstari wa 9, Bwana anasema ya kwamba ole mtu yule ambaye anashindana na muumba wake. Anasema udongo, yani mtu aliyeumbwa udongo umnenee yeye aliyeuumba, kwa nini kuniumba hivi? Ama kwa nini kunifinyanga hivi? Hilo ni Agano la Kale. Na pia tunapoingia katika Agano Jipya, Warumi 9 mstari wake ni wa 20, tunaona pia Mungu anasema hivi, anasema ya kwamba kitu kilichoumbwa kimnene aliyekiumba, kwa nini kuniumba hivi? Sasa leo hii unakuta mtu, wewe ni mwanadamu, Mungu amekuumba ukiwa mweusi, unajibadilisha ngozi yako uweze kufanana kama mzungu. Maana yake Mungu aliyekuumba ukiwa mweusi alikuwa ni kama hana ufahamu. Nasema watoto wa Mungu, unakuta leo mwanadada Mungu, na pia wanaume siku hizo wamepungukiwa na akili, unakuta Mungu amekupatia kucha zako ni nyeupe. Unaona hizo kucha nyeupe ni kama Mungu alikosea kupatia zikiwa nyeupe, unaenda unabadilisha rangi. Maana yake Mungu aliyekupatia kucha ambazo ni nyeupe alikuwa ni kama hana ufahamu. Leo hii dunia imefika mwisho, unakuta mwanadamu anabadilisha macho yake. Kuna macho ambayo anaweka ndani ni kama haweza kuona vizuri ili akue mrembo, lakini hivi vitu vyote ni vitu vya kibabeli. Tulikuwa tumefunzwa na Roho Mtakatifu kuhusu Babeli ni nini. Babeli ni kitu ambacho kinaonekana ni kizuri katika macho ya mwanadamu, lakini katika ulimwengu wa roho kinabishana na Mungu. Na hapa ndipo unakuta maandiko yanasema ya kwamba nao watu wakajenga mji wa Babeli ili uweze kufika kwa Mungu. Maana yake walikuwa wanataka kujilinganisha na Mungu wao, wakuwe ni kama pia wao ni kama Mungu. Bwana aturumie sana. Na hapa ndipo unakuta leo hii kunakuwa na nywele bandika, lakini hizi nywele bandika ziko na roho yake ndani yake. Tunapoingia kitabu cha Ufunuo inatuambia, Ufunuo wa Yohana inasema ya kwamba akaona farasi wakiwa na nywele kama nywele za wanawake. Kwa hivyo kila mwanadamu ambaye ameumbwa hapa duniani kuna karama ambayo Mungu ameweka ndani yake. Kuna kila kitu ambacho Mungu aliweka ndani ya huyo mwanadamu. Sasa unapochukua nywele bandika, ubandika katika kichwa chako, ule utukufu ambao Mungu alikuwa amekuwekea au utaweza kutumika jinsi ambavyo Mungu anataka. Na kwa sababu adui ni roho, anajua ya kwamba huyu mtu kuna kitu ambacho Mungu ameweka juu yake. Na hapa ndipo unakuta malaika anamwambia Yoshua na wampige kilemba kisafi katika kichwa chake. Shalom watoto wa Mungu. Kuna utukufu ambao Mungu anakuwa ameweka juu yako. Kuna yule mtu ambaye Mungu amempatia uwepo wa kuweza kuwekea watu mikono na watu waweze kupona. Sasa unapochukua hiyo mikono uweze kuichola marangi, uweze kuibandika, unadhania ule utukufu ambao Mungu aliweka juu yako utaweza kutenda kazi? Pepo ni roho, anajua ya kwamba huyu mtu kuna uwepo ambao Mungu ameweka juu yake. Kuna mtu ambaye Mungu ameweka uwepo katika macho yake, akikuangalia anajua kila ambacho unawaza. Anakuwa Mungu amempatia ufahamu katika kupitia macho yake. Anapoangalia mtu anajua shida ya huyo mtu, kwa sababu pepo ni roho. Anakusawishi uweze kuwa mtu wa kuchola wanja, uweze kuwa mtu wa kubandika sijivi nini, uweze kuwa mtu ambaye unaweka madoido. Lakini hii yote ni machukizo mbele za Mungu. Kipindi ambacho nilikuwa sijampokea Kristo kuwa Bwana mkombozi wa maisha yangu, nilikuwa napenda sana maisha ya mapambo, lakini kila wakati nilikuwa nikiweka hizo vitu nilikuwa naumwa na kichwa. Kichwa kilikuwa kinaniuma, maana nilikuwa nabandika kila kitu, naumwa na kichwa. Mbona najaribu kumeza tembe lakini kichwa changu hakiponi?
hadi kipindi ambacho Roho Mtakatifu aliniambia vitu hivi ni machukizo katika mtu ambaye amempokea Kristo kuwa Bwana mkombozi wa maisha yake. Kumbuka, unapotenda dhambi unakuwa mtumwa wa dhambi, na neno la Mungu linasema ya kwamba shika sana ulicho nacho, adui asije akapanda magugu ndani yako, ama adui asije akakupokonya kile ambacho Mungu alikupatia. Kuna mtu ambaye Mungu ameweka utukufu katika miguu yake, ati mahali kwenye, kumbuka Ibrahim, Mungu anamwambia kwamba kila mahali penye miguu zake zitakanyanga atampatia na uzao wake. Sasa kuna mtu ambaye anapokanyanga mahali kwenda mahali, Mungu kupitia huyo mtu pengine kuna uwepo ambao angekanyanga mahali, na hiyo ardhi maybe kuna watu ambao wangekuja kuangamia hapo, ama hiyo ardhi pengine kuna uwepo ambao ulikuwa mahali pale wa uovu, lakini kupitia miguu yake Mungu anashuka mahali pale na kutenda jambo. Unakuta huyo mtu anakuwa kuchora miguu zake rangi, anakuwa kufanya vitu vichafu na miguu zake, maana adui ni roho, na anajua kwamba huyo mtu kuna kitu ambacho Mungu ameweka juu yake. Watoto wa Mungu, shalom. Kuna hizi pete za masikio ambazo wanawake tunapenda sana, lakini tunapoangalia safari ya wana wa Israeli, Musa alipoondoka, Haruni wale watu wanamwambia Haruni, tutengenezee miungu itakayoenda mbele yetu. Haruni kwa sababu ya kusumbuliwa na wana wa Israeli akawaambia, nileteni pete za masikio za wake zenu. Wakampelekea, na alipochukua zile pete akazitupa ndani ya moto, kulitokea ndama. Hapo ndipo utajua hatari ya hizo pete ambazo mnapenda kuvaa, hizo pete ambazo unaona zinametameta katika masikio. Na unakuta leo hii sisi wanawake tumepungukiwa na akili. Unakuta leo hii unachukua mtoto wako na mtoboa sio, naeka pete. Utukufu wa, kumbuka Mungu anasema kwamba kivuli cha mtoto hakiondoki mbele zake, kinaangalia uso wa Mungu kila kunapoitwa leo. Maana mtoto wa Mungu ndio kama malaika wa Mungu, hajui mabaya. Unaona kama ni madani na mtoboa sikio lake, unaweka mikufu. Bwana atulumie sana. Kwa hivyo Bwana anachukiza sana machukizo ya mapambo. Mapambo Mungu anachukia, uwanja Mungu anachukia, rangi Mungu nywele bandika Mungu anachukia. Ni machukizo mbele za Mungu katika haya mapambo ambayo tunayapenda sisi wanawake.